umepona. Sawa? Na ukisoma katika Mwanzo imeandikwa kweli. Ngoja kwanza, hapo ndo unaanza sasa katika namna kuelezea habari ya nini? Ya nafsi. Kwa hiyo tunaomba tusome. Nisome kwanza. Lazima ujue kwamba nikwambia nafsi ni nyumba ya nini? Ya kuugua. Yaani kutojisikia vizuri. Sawa? Nafsi inabeba akili. Nafsi inabeba hisia. Nafsi inabeba matamanio. Sawa kabisa. Kwa ukisikia matamanio yote ni nini? Ni nafsi. Umeelewa? Sawa, mahali ambako hata wengi hatujawahi kufahamishwa na kufundishwa, mahali hata mchawi anapomroga yeyote ni nini? Ni nafsi. Anataka nafsi. Akitaka mtu kukuchanganya uwe kicha ni nini? Ni nafsi. Sawa? Umesikia? Nimekuelewa. Asema azinie na mwanamke ufanye tendo la kuangamiza nafsi yake. Kwa sababu nafsi ni nini? Akili. Sawa. Sikiliza vizuri basi. Ngoja nikwambie. Kama roho imepona, niwaambie tu habari njema. Hata nafsi inafanyaje? Inapona. Mwanzo 32:30. Karibu tusome. Natamani nifike hapo. Twende haraka hapo kwa ya muda. Yes. Mwanzo 30. Mwanzo 32 mstari wa 30. Ndio habari njema. Kwa kweli. Lakini unanielewa vizuri nachokwambia. Siku ya leo ni siku ambayo imekuwa ni kwa hiyo tukijua hivi watu hawatapata matatizo kabisa. Ngoja tusome Mwanzo 32 mstari wa 30. 32:10. 32:10. 32:10 inasema mimi sister. Mwanzo 32:30. Mwanzo 32:30. Yes. 32:30. Inasema Yakobo akapaita mahali pale Penueli. Maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso. Nafsi yangu imepokea. Nafsi yangu imeokoka. Ndio imepokea, imeokoka. Kwa ina maana kama roho inaokoka, nafsi inafanyaje? Inaokoka. Kwani tumeona hapo hutapata stress. Nisikize vizuri kwa upendo. Kwa ina maana nafsi walitengeneza ni mkusanyiko wa kukusanya magonjwa, kuugua. Kwa ukiona yeyote anaumwa ni nini? Nafsi. Ukiona yeyote ajisikii vizuri ni nini? Nafsi. Mahali pa huzuni ni wapi? Mahali pa hisia ni nini? Nisikize vizuri. Ndio maana nakwambia hivi. Unafungua jambo ambalo kwa uelewe liki ni hii hapa. Pamoja na Yesu kuwa giant. Aliugua kwenye nafsi yake. Nimekwambia Yohana ngapi? 11:38. Asema hali Yesu tena akiugua nafsini mwake. Kwa sababu limbuko lake kwa nini? Ni roho. Sasa hatuwezi kukaa hapo, lazima tuhame hapo kwenye roho na nini? Na nafsi. Mtumishi tusome hiyo Yohana umepata haraka, soma Yohana 11:38. Some. Kwa sababu hiki kitu ni faida sana kwa watu wanaotazama, ni faida sana kwa watu wanaosikiliza. Kwa hiyo wanatamani hata kusikia na kuona kwa macho kama hivyo. Yohana 10:38 anasema. Yohana 11:38. 38. Karibu. Inasema kwamba basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika. Tunatosha tu hapo, tuendelee kutokana na muda. Anasema hali Yesu akiugua nafsini mwake. Kwa sababu gani nimesema kwa nini? Kwa nini? Limbuko, anasema katika Warumi 8:23 tunasema hivi, tulio na malimbuko ya roho tunaugua katika nafsi zetu. Kwa hiyo lazima ujue tulivyokuwa katika limbuko la roho tunapokea wokovu wa nini? Wa roho. Magonjwa yasingeweza kutuepuka. Kwa hiyo niwaambie tu habari njema, mnaonisikiliza sasa hivi mmepona kwa mamlaka ya aliyeumba. Wamepona. Wanaponisikiliza hivi hawakujua adui anajificha wapi. Sasa ukishajua siri ya adui, najua umeshammaliza. Sasa hili ninaona kama mtumishi imekuwa ni faida kwetu. Sawa. Sasa natamani umalizie kwa kutuelekeza zaidi kwamba tufanye nini ili tuweze kuelekea kwenye kwa kupona kabisa moja kwa moja, kwa sababu hii ni faida. Tumejua kumbe adui yuko maeneo gani, tumejua ili kumuoa adui tufanye namna gani. Karibu. Ndio maana nasema hivi, viwango vya kumshinda shetani au adui, viwango vya ufahamu ulivyo navyo. Ndio maana Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa nini? Maarifa. Ila kwa sababu umepata maarifa, adui hata kuangamiza tena. Haya, tuende tu jambo jingine. Sawa kabisa. Nimesema kila yote unayemuona ambaye hafahamu haya mambo ana vyumba vingapi? Vitatu. Ana roho na nini?
nafsi na mwili. Sasa mwili ni nini? Unisikilize. Mwili ni uadui juu na nani? Na Mungu au aliyeumba. Kwa sababu gani? Kwa maana nyoka alituficha, baadaye kwa uitwe moyo, akatubambikiza nini? Mwili. Sasa tumezaliwa yani hiyo mwili. Kwa mwili sio muonekano wewe. Mwili maana yake ni uadui juu ya nani? Na Muumba. Ndio mwili. Subiri nikwambie. Unajua wakati Adamu alipoungana na mke wake kuwa mwili huu mmoja, waligeuka kuwa adui na nani? Na aliyeumba. Kuna maana nyoka alihakikisha anatengeneza michongo na ramani kwa kisha kabla yaje anakosea. Sawa? Kwa mwili ni mkosaji fulani. Sasa sinasema pale kwamba mwanaume atamwacha babake na mamake wataungana mke wake kwa mwili huu mmoja. Kwa maana yake useme hivi, tuna hata baadhi ya dini na madhehebu wanasemaga wakiwa wanafungisha ndoa wanasema tunaungana kwa mwili huu mmoja. Maana yake sema tu hivi, tunaungana kuwa adui wa nani? Waliyeumba. Warumi 8:7. Yes. Mwili manake ni adui na nani? Na Muumba. Hapo nataka nikuelekeze tuishije ili uitweje, ili wanapofunga maagano waseme nini, ili kusudi tupone. Na mtu hajui kwa nini anapofunga ndoa matatizo yanaanza. Kwa mfano kama watu wanaishi tu hata hawajabariki ndoa yao, utakuta wana amani. Siku wanabariki ndoa yao, vurugu zafanyaje? Zinaanza ndani. Kwa sababu wameapa kwa wengi. Ni wengi sana. Ili jambo umeliongea hivi, najua wengi ambao wako kwenye ndoa Warumi 8 watakuelewa zaidi. Warumi 8:7. Warumi 8:7. Mstari wa 7. Soma kwa sauti nzuri. Inasema kwamba kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu. Kwa hiyo nia ya mwili ni adui juu ya nani? Ya Mungu. Ukiita mwili wewe ni nani? Adui na nani? Adui na Mungu. Ndio maana walihakikisha, ngoja nikwambie, wakati Adamu na mke wake ameoana waliitwa jina hili moja. Wote waliitwa Adamu. Kwa Adamu wote. Mwanzo 5:2. Tusomee. Hivi vitu ngoja nikwambie, haya majina matatu yamekuja, ilikuwa ni akili tu ya adui ili kusudi tusije kutoka mikononi mwake. Lakini nakwambia kwa wanaonisikiliza sasa hivi, na hisi iwe ni Ulaya mahali popote wananisikiliza, mambo ni makubwa. Na hisi tumepata ufunguo wa maisha. Tano mstari Warumi 5 nani Mwanzo 5:2. Nasemaje? Nasema kwamba karibu. Mwanzo sura ya 5 mstari ule wa 2 nasema kwamba mwanaume na mwanamke mwanaume na mwanamke waliumbwa akawabariki akawaambiaje? Akawaita jina lao Adam. Jina lao nini? Adam. Kuna maana mwanaume na mwanamke walipoumbwa waliitwa nini? Adam. Lakini baada ya mambo kuharibika, baada ya Adam na mke wake kufukuzwa ndani ya bustani ya nini? Ya Edeni, ndipo Adamu akaanza kumbadilisha mke wake nini? Jina, kutoka jina la Eva akamuita Hawa. Kwa jina la Hawa limeanza kutamkwa baada ya kufukuzwa nje ya nini? Ndani ya nini? Ya bustani. Wameshaharibika tayari, wameshakuwa na utendaji wa nyoka, wameshakuwa roho, wamekuwa nafsi, wamekuwa mwili. Nisikize vizuri. Mwili moyo unageuzwa. Nimekuambia kusudi la Muumba mimi na wewe tuwe nini? Moyo. Nisikize vizuri kwa umakini. Naingia kwa kipengele cha moyo. Sasa kwa sababu nimesema utendaji wa roho, nafsi na mwili ni vitu vinatuleta mkanganyiko, matatizo unayoona duniani popote kule. Leo nataka tuvunje nyumba hiyo ya adui ya roho, nafsi na nini? Na mwili. Tubaki na nyumba moja tu ya nini? Ya moyo. Ya moyo. Tunabaki na nyumba nini? Ya moyo. Kwa hiyo ina maana ndani yako huko kutabaki na nini? Na chumba kimoja cha nini? Cha moyo. Ndio senta ya Muumba. Nisikilize vizuri.